Karibu sana baba. Jisikie kama uko nyumbani. Na umefanya jambo la msingi sana kuja kuona wazazi wake. Wazazi wangu, mimi niliona si jambo la busara sana kukutana tu barabarani bila wazazi kufahamu. Kweli kabisa baba. Lakini Vera mwenyewe si anakufahamu? Anifahamu vizuri sana baba. Wanajuana vizuri hao mzee Msisili. Isingekuwa busara sisi kugundua Vera na ujauzito mwenyewe hatumfahamu. Sawa, basi mimi nakushauri wewe uende waagize wazee, nina maana washenga. Sawa sawa baba. Na mwenyewe Vera huyo anakuja. Atakuwa ametokea kwa rafiki yake Grace kujisomea. Baba na Grace unamjua? Yule tena mama. Vera. Mtoto jamani vipi? Kisirani huyo. Uwezi kujua alikotoka. Ngoja nikamfuate. Muache mama. Unajua mtu akiwa katika hali ile, mpe muda kidogo, alafu ndio uende ukamuoje. Kweli? Kwa maana uwezi kujua alikotoka, amekasirishwa kiasi gani. Haya. Mimi naona ngoja niwaache wazee wangu. Bichonde. Basi mimi niache nimsindikize mgeni. Haya, asante. Haya baba. Haya. Uende salama mwanangu. Sawa sawa. Hapa nyumbani kwako baba. Nashukuru. Usiwe na wasiwasi mwanangu. Mama, ona mkaribisha Pita hapa nyumbani. Mimi namjua yule. Mtu kaje katukuta mimi na baba yako. Tumfukuze. Wakati mtu kaja na lengo zuri. Lengo zuri? Lengo gani mama? Anataka kuleta washenga. Washenga muwe nani? Sasa huyu tuna watoto wasichana sisi wangapi? Mpaka uliza atamuoa nani? Atamuoa nyani mwenye kamba kiunoni? Mama, mimi sipo tayari kabisa. Umependa utaolewa, hukupenda utaolewa. Tunangojea umalize hiyo shule tu. Umekuja na mtukali? Ndio. Ni yako hii baba? Ndio ya kwangu baba. Sawa sawa. Na mimi mwanangu, nikipata sauli zangu za lidandasi, nitanunua kama hii. Hivi tafadhali baba. Kama hii sauli ngapi hivi sasa dukani? Kwa kukadiria inaweza ikawa shilingi milioni 4. Kumbe ya gari? Sawa mwanangu, nimesikia. Sawa baba. Hii kanywe soda. Asante mwanangu. Asante mwanangu. Nashukuru. Ubarikiwe baba. Haya. Uende salama mwanangu. Haya. Asante. Kwaheri. Asante baba. Haya. Asante sana. Bora ungekuwa mwanaume mwingine mama. Mwanaume mwingine utampata hapo. Sijali mama. Huyu alopotea Afrika Kusini. Wewe una kichani ni wewe. Hala, umelogwa? Kenjoeni mama. Njoo, ujue nikakupa nini sasa? Pumbavu mkubwa wewe. Bichonde. Yule ndo mwanamume tazama. Tena ana soda hii. Na hivyo ndo bado. Mungu atugee nini sisi? Sija atugee donda. Nakwambia tuuguze. Basi mwanao ndo hataki. Nini? Una wazimu wewe. Sema wewe. Unataka utaolewa, utaki utaolewa. Mpumbavu wewe. Sema wewe baba mtu. Mjinga mkubwa wewe. Ahadi ni deni Veronica. Unatakiwa ufikirie upande wa pili wa shilingi. Kuna maisha nini Grace? Kama Joel atoke Afrika Kusini alafu asikutake tena. Grace, Joel asimtake mimi? Haiwezekani. Najua haiwezekani, lakini unatakiwa ufikirie upande huo. Utakuwa katika hali gani na wakati wewe ushamkataa Pita, ambaye ana kipato na yupo tayari kukua mara tu unapomaliza shule? Kidogo ushauri wa Grace ulianza kunigusa. Hebu angalia Veronica. Joel hata siku moja alikuja kujitambulisha kwa wazazi wako? Hajawahi. Lakini kumbuka Pita amefanya hivyo baada ya kuona kwamba mimi sielewi anachokitaka. Hata kama bado anaonekana nia yake ni njema. Grace, mimi naona Pita yeye amekununua ili unishawishi nimkubali. Wala, unafikiri Velo? Mbona siku zote nipeka kwake bila kuniambia? Achana naye bwana, ishapita. Grace, mimi moyo wangu bado mgumu kumkubalia Pita anachotaka. Kwa nini? Sijui kwa nini, ila naweza kusema Pita sio mkweli. Unakumbuka ile swala la Victoria? Achana na ile swala. Victoria ameshaachana naye. Mimi sizungumzii juu ya kuachana kwao. Nazungumzia jinsi alivyotudanganya kwa Victoria na dada yake binamu. Sasa alifanya hivi kwa vile alikuwa na uhusiano wote naye Veronica. Grace, mtu akishaanza uongo, kumbuka hawezi kuacha. Sikia, Pita ameshaachana na Victoria. Isitoshe Victoria ana mpango na Pita. Umesema sheria vya kwa pembeni. Nilikuwa njia panda kwa kweli. Nimsahau Joel mpenzi wangu na kuingia kwenye mapenzi mapya ya Pita.
Ama niendelee na msimamo wangu wa kumsubiri kipenzi changu Joel. Ingawa ni muda mrefu toka aondoke na hatuna mawasiliano. Mtihani mkubwa. Sasa Joel nilimsahau kabisa. Nilichetuka na pesa za Peter. Maneno ya wazazi na ushauri wa rafiki yangu Grace vinitumbukiza kwenye tanuru la moto. Jamani, oneni penzi moto moto lilivyonizungua. Jamani, Peter alikuwa anajua ninachotaka, akawa tayari kunipa. Jamani, mapenzi yenyewe. Nini Peter? Victoria. Victoria? Hapana, inabidi ujifiche. Nijifiche? Ndiyo, kila kitu nitakueleza baadaye. Lakini Peter, si uliniambia? Hakuna cha lakini Vero. Victoria kuta hapa anaweza taka kuua. Twende chumbani. Twende. Habari yako? Salama. Peter nimemkuta. Yuko ndani amepumzika. Okay. Madam. Unasemaje? Peter amelala ndani. Sasa Ametoa maagizo kwamba asiamshe na mtu yote. wewe una akili sawa sawa? Vicky, umeingia saa ngapi hapa ndani? Mambo vipi, Vicky? Peter. Naam. Umeamua kunisaliti eh? Nani amekusaliti Vicky mpenzi? Sikuuliza umeamua kunisaliti. Mimi nimeamua kusaliti Vicky. Hebu acha masayari yako. Nipishe, mwanasa. Uchafu ni wa nani? Sikuuliza Peter, uchafu ni wa nani? Hata sijui ni kwa nini nilimsaliti Joel. Pombe zote zilinitoka. Kufumaniwa nyie kubaya. Acha nikuage Joel, sina muda wa kuishi duniani. Hapana Veronica mpenzi. Tafadhali Veronica, usifanye hivyo. Ni kinyume cha sheria na ni makosa makubwa kwa taratibu za kidini Veronica. Kwa dhambi lotenda Joel mpenzi, acha nijiue. Mshahara dhambi ni mauti Joel. Veronica, hapana Veronica. Bye. No!